Ngoja tusettle. My topic today is the fire will fix it. Moto utakumalizia kila kitu. Let the fire of the Lord come down. Amen. May the fire of the Lord come down. May the fire of the Lord from heavens come down. Your obstacles and consume your enemies and consume the forgiveness toward children. May the fire of the Lord come down to this altar, and from the altar the fire will rescue somebody. No wonder in every city kuna magari yanaitangwa yanaitwa nini? Fire brigade. Zinaendaga kuzima moto, na ikifika moto umeconsume everything. But the fire of the Lord comes immediately and rescues you. Tumeombea watoto, ndani yako umeanza kushikwa na butterfly. Ule mwingine hajamaliza, sasa nitafanya nini? Naachilia moto wa Roho Mtakatifu ukakusaidia. What you are going through, the fire will fix it. What are you going through, my sister, my brother, my son, my daughter? Don't worry. Continue loving the Lord. Continue serving the Lord bila breaks. Najua tunamtumikia Mungu na mabreaks. Paul went through, but the Lord helped him. Huyu Paulo alikuwa anapinga neno la Bwana before, paka naenda hapa juu kwa chief, kwa polisi, nipeni barua. Nikikuta watu wanaongea Christ naua, and in fact he killed. That came. Barua ilikuwa kwa mfuko, na kakutana na mwenyewe ule ambao anataja akiwa juu ya punda. Moto wa Roho ukashuka ukamchapa, akaanguka. Pendwa, chochote unapitia, mwachimu. Paulo akaanguka chini, akaanza kuplead na aliyemchapa. Akaulizwa, mbona wanitesa? By then it was not Paul. By then it was Saul. Ule ukoo wa Saul wakati wa David. Chunguza jina lako limetokana na nani? From there Paul changed his status. Aliyekuwa kinyume naye akaanza kumtumikia, lakini majaribu hayakumwacha. Akaenda na certain city akiwa na Sila. No wonder waimbaji wakaimba, Paulo na Sila waliomba milango ya gereza
ikafunguka, wakahubiri Christ. Watu wakakimbia mahali alikuwa naenda, wakasema there are men in our city who are making upside down our business. Guess what business? Wakashikwa, wakawekwa ndani. Historia ya Paul, alipitia majaji ama koti 6. Anapoenda kustakiwa, jaji anainua mikono, anachukua red pen like this, anasign to the next magistrate. Soma Matendo ya Mitume vizuri kuanzia chapter 10. Paulo anapelekwa ndani kutoka Makandara anapelekwa High Court, anapelekwa Court of Appeal, anapelekwa Supreme Court. Kenya tuko na hizo 4, na kuna law court. Paulo alienda 6 na ya 6 hakukuwa na ingine. Judge akuja on that day. The fire of the Lord came in between. May the fire of the Lord come in between your problem and your issues. Amen. And may the Lord rescue you. Amen. Paulo akasema, ako wapi? Sitajitetea. Koti namba 4 aliulizwa, akasomewa, akaambiwa ajitetee. Akasema, mtetezi wangu anaishi, sina la kusema. Unajua jaji anakufunga kulingana na ushuhuda wako. Jaji akachukua kalamu, akaforward koti ya 5. Majaribu ni mengi wapendwa, tunayapitia. But we need the fire to fix our problems. Ningependa tuonje kidogo tu yale ambao unayapitia na yale ambao Paulo alipitia. Fungua pamoja nami 2 Corinthians, hii ni kronjo. Sihubiri hapo na ninapita mbio ukisahau. Paulo akawatembelea Wakorintho na akawakuta wakiwa na shida, akawakuta wakiwa wamelemewa. Alikuwa kwa Wakorintho wa kwanza, akaenda akarudi, akawatia moyo. Wakorintho wa pili chapter 11 verse 24 anawatia moyo. May I encourage somebody in this house. You are here, you are going through difficulties. Haujapitia yale Paul alipitia. Verse 24, na usiende mbele yangu. Hebu muulize aliye karibu na yeye na wewe, anasikiliza, amelala kidogo, ameamka kidogo, akisema amen. Verse 24 anawaambia, 5 times I received 40 strokes minus 1. Yani walisema wakamwaccuse. Hebu tusimame.
Nasema msimame. Take your seats. Na ile kiboko tuliyepiga Kristo ndio tutamchapa. Paulo akasema I am ready. Lakini ondoeni kamoja, msinifananishe na Mwokozi wangu. Paul received 49 strokes. Ni majaribu gani ambayo umeyapata kwa ajili ya Kristo? Ni matusi mangapi ambao umetusiwa kwa ajili ya Kristo? Ni biashara ngapi umepoteza kwa ajili ya Kristo? Hata wengine wamefungwa kazi kwa ajili ya Kristo. Want to encourage you, whatever you are going through because of Christ, you are banking, unaweka kwa benki, na kuna siku unakuja kuitoa ikiwa na interest. 3 times, verse 24, 39 strips, kiboko shwa shwa. Verse 25, 3 times beaten with ropes and the stones. Inapitia tu. Akapigwa na rungu, mijeredi, vitu kiboko kubwa. Akapigwa na vitu saizi na akapigwa pia na mawe. How many times have you been stoned because of Christ? How many times have you been beaten because of Christ? Unaguswa tu kidogo na unalia. Na by the way, waliyempiga kiboko 39 ni Wakristo. Ndio walichangia sana. Hii utaipata Matendo ya Mitume. Hapa alikuwa na encourage watu wa Korintho. Waliyempiga mijeledi na fimbo, waliyempiga mawe ni Wakristo. Wakristo wangapi umesikia wamekuzungumza? Katika Yakobo inatuambia usikimbie shetani. Ukimwonyesha mgongo ndio anakupiga zaidi. Kabiliana naye. Resist the devil and he will flee. I have 20 minutes. 3 times he was beaten. Akapigwa. Wakarudia kesho ingine. Wakaona huyu mtu tupeleke kotini. Finally akawaambia, jaji wa 5 aliposhindwa na kuamua, tulipotoka ndani na Sila, jaji wa 5 akaamua nipelekwe to the most highest court. Na ilikuwa Wakolosai. Wakaingia kwa chombo. Walipoingia kwa chombo, bahari ikachafuka. Listen to me. Yesu akamaliza kuhubiri pande hii na akaambia wanafunzi wake na tuvuke ng'ambo ile. Walipoanza, Yesu ako ndani ya chombo, bahari ikashirika, bahari ikachafuka, shida ikaanza. Waliye na Yesu ndio wanaonewa zaidi, ili are not aware. Alipoishindwa jaji wa 5, akatumana jaji wa 6, akawekwa katika merikebu
wafanyakazi ambao ni wanabiashara, akawekwa na kikundi kingine, maaskari wa prison wengi wakawekwa ndani katika ile meli wamlinde Paul. Wakatembea na Paul, bahari ikachefuka. Wapendwa, naomba siku moja tu utembee Mombasa, uone vile bahari uchafuka, uone vile bahari inafanya. Lakini kwa nyumba yako kuna bahari. Unaweka sufuria juu ya stove, naweka majani, naweka maziwa, unakaanga macho. Maana yake ile maziwa na maji zitachafuka, ianze kuderuka. If you are not careful, utamwagika, utakunywa harufu tu peke yake na kunungunika. Hiyo ni bahari moja. Lakini ya pili, naomba uende Mombasa, wacha kuishia Nairobi. Bahari mara 3 ikachafuka. Alikuwa anawaambia, but we lost nothing. We lost nothing. Mapito ambayo umeyapitia wapendwa, nothing in totality you are going to lose. Alikutana na wakora, mtu wa Mungu akaibiwa, robbers wakamwibia vitu yake personal. Listen to this. Walimtafuta after some time, wakamrudishia. What have you lost of late? They are just keeping for you. One, wanaenda, hawatakuwa na amani waliokuibia. Hata wale ambao wanatarajia kukuibia, wachilia iende. Sio yako, Mungu akupatie ingine mpya. Robbers. He was in prison more times. Hajafungwa, hajawekwa romance. Kuna kuwekwa romance, kingojea shahidi na maushuhuda. Lakini Paul alikuwekwa from this prison to another prison, to another prison. 6 prisons. Wasita hakuja kazini, naye Paulo akasema siondoki mpaka nihukumiwe. Watu wa Mungu hawahukumiki. Si useme amen? Turudi katika Isaiah 54 verse 17. Hakuna silaha itainuliwa kinyume chako itafaulu. Amen. Lakini zitainuliwa. Hakuna ulimi utashuhudia uongo, utahukumu. May the Lord bless somebody here. Amen. May I go to my message for the next 10 minutes. Naomba usilale. That is my prayer. Matendo ya Mitume, safari ya mwisho ya Paul kutoka the 5th court to the 6th court. It was more tough this time, but the Lord was with him. But the Lord was with him. Hapa Paul amewekwa kwa merikebu. Mpendwa, nisikilizeni vizuri. You may feel ama kusikia tunasema wimbo wa 19 years, 19 years, 19 years. Tumepitia ups and downs. This is what Paul went through. Tungekosa kwenda through hiyo, hatungeongea inaenda kuongea. Paul went through these difficulties. In your life, in your family, in your place of work, in your business,
There are things you are going through, but may the Lord rescue you right now. Amen. Chapter 28, verse 1 to 6. Bio kabisa. After we were saved on the island. Shika iko. Paul wametoka korokoroni akiwa na Silas. Charles ametafuta kosa na hawezi akamwachilia. Hii ndiyo problem ya judiciary. No wonder judiciary ya Kenya na executive hawapatani. Huyu mama Komen, she just is the president of our high court. Anataka kupeleka vile ambao sheria inasema. Leta koti. Naye Ruto ako na watu wake. Na hataki wahukumiwe. Anataka wawachiliwe. Na ushahidi huko. Kuna jamaa alikuwa minister of finance. Wakati ule mdogo, wakati ule mwingine. Na akakula pesa za ziwa ifanye nani? Na wakapeleka na wakenya. Amjui? Ndio mnaenda mbinguni. Minister huyu akakula pesa. Na akasimamishwa kazi. Na ni billions and billions. Koti imeprolongi mpaka Uhuru akatoka. Koti haijazungumzwa. Mkono wa Ruto ukiwa ndani yake. Nampenda sana Ruto. Sina ubaya naye. Ruto amekuja kuingia katika utawala. Ushahidi umekuwa. Ana forward case mbele. Here the fifth court imeshindwa na Paul. Wakamwachilia Silas. Wakasema hata nikabuka mkono kawachiliwe. Lakini Luke, mimi nitasimama kama Luke na wewe usimame kama Luke. Luke alikuwa anamwandikia akasema mahali anapelekwa tuko pamoja. Kaburi langu na yeye pamoja. Siku atafungwa kufungwa pamoja. Siku ataachiliwa kuachiliwa pamoja. Luke alisimama. Luke ndiye amemwandikia Paul ina taarifa. Wakatoka koti ya 5. Wakaenda koti ya 6 kupitia kwa Melketi. Kupitia kwa Shiku. Ni kama hapa sijui tuseme Nairobi yote ni lake. Kutoka sehemu za Kajiado kwenda Thika. Hapa Paul anaandika after we were saved on the island. Wakafika vizuri. We knew and recognized that it was called Melita. Wamefika salama. Lakini sio salama hiyo. Hiyo Melita ilivunjika vipande. Naomba kujisomea nyuma. Paul akasimama. Chapter 27. Akasema, here I am with the Spirit of God. Wapenda kusimama na Roho. Nobody, and I repeat, is going to die. Na huku hiyo ndio inaitwa shama na Wakikuyu. Hiyo ndio muujiza. Shiku ikakatika. Kukabakia tumbao kama hii. Chakula yote ikazini. Mavazi yote ikazini. Mizigo yote ikazini. Akawaambia nobody is going to
die. And I declare today, on the 20th year, nobody's going to die. Amen. Wacha kusema amen kama unaogopa. Akawaambia, tazama kale kaumbao. Kaumbao kama ni hii. What's smart? Kaumbao kama hii. Kaumbao kama hii. Akawaambia kila mmoja atafute kabao.